watu 7 watakuwa chini ya kivuli cha arshi ya Allah siku ya Kiyama. Hebu nawe wakati unakula chakula chako waangalie hawa watu 7 lilowafikisha wakakaa chini ya kivuli cha arshi, wakawa hawapati joto, hakuna jasho linalowatoka, wako kwenye neema kubwa siku ya taabu ya siku ya Kiyama. Ni nini? Utakuta wote walipambana na nafsi zao. Mtu wa kwanza ni imamun adil, kiongozi. Alikuwa ni administrator, ni raisi, ni nani, ni manager, lakini akawa mwadilifu katika kazi yake ile. Huyu huwezi kuwa mwadilifu wakati una uwezo, ila upambane na nafsi, kwa sababu nguvu na cheo ndio kinakufanya uwe na uwezo, na uwezo ukiwepo chochote waweza kufanya. Lakini ukawa na uwezo wako na ukaidhibiti nafsi, usiweze kudhulumu mtu, usimfanyie mtu, usipokonye haki ya mtu, ukawa mwadilifu, ni dalili utakuwa wewe umeihalifu nafsi, kwa sababu inna nafsa la amaratun, nafsi haitaki hivyo. Wewe ukiwa na cheo ya kwambia muonyeshe wewe nani. Kwa hivyo pale utakuwa tayari kwenda kinyume hata na dini yako kwa ajili utambulike ukubwa wako. Ukawa mwadilifu na hali una cheo, ni dalili utakuwa umeweza kwenda kinyume na nafsi yako. Lakini wa pili, shabun nashaa fi ibadatillah, barobaro atakaoishi na ujana wake katika kumtii Allah. Ni kazi kubwa, mpaka pambane kweli na nafsi, manake nafsi inaamrisha matamanio, na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema matamanio yote hufatin naru bishahawat, kila matamanio yanakulekeza kwenye nini? Moto wa jahannam. Kwa hivyo utakapoweza ukajidhibiti, usiende katika yale matamanio, ukamridhisha Allah pamoja na kuwa wewe ni kijana, ina maana utakwenda kinyume na hawa za nafsi yako. Mtu wa tatu, warajul alladhi qalbuhu muallaqun bil masajid, ni mtu ambaye moyo wake umefungamana na misikiti, wakati wote hamu yake iko msikitini. Kutaadhiniwa lini? Kuna usafi wa aina gani msikitini? Kuna zuri gani tulifanyie? Ukimwona mtu moyo wake umefungamana na msikiti, ni dalili ya pambana na nafsi, manake nafsi haipendi msikiti. Nafsi yapenda vijiwe, nafsi yapenda chama kile, kikundi kile. Unapowewe kuwapenda watu wa msikitini, umepambana na nafsi yako. Lakini mtu mwingine aliyemtaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mutasaddiqul mukhfiyu li sadaqatihi, mtu ambaye anaweza kutoa sadaka zake kwa siri, sio mchezo. Nafsi ukitoa ukwambia tambulisha kwamba umetoa wewe, ndio waweza kumpa jamaa, pengine akaondoka, alafu kampigia ukelele kama boss, umeiona hiyo? Na yeye aiangalia na iona, basi wasikia raha. Nafsi. Sasa unapokuwa waweza kutoa sadaka, mkono wa kushoto usijue wa kulia umetoka nini, umepambana na nafsi yako, ndio ukafikia cheo hiko cha kukaa chini ya arshi ya Allah tabarak wa taala. Mtu mwingine aliyetajwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun da'athu imra'atun jamila sharifa faqala inni akhafu Allah, ni mtu ambaye ameitwa na mwanamke mzuri, mwanamke mzuri mwenye kila kitu, mwenye utukufu, akasema mimi namuogopa Allah. Nimefurahi na mmoja katika wenye kuisherehesha katika ulama wa Kiislamu hadithi, wasema mwanamke huyu mzuri, usimfikirie mwanamke wa duniani ukamleta kwamba mimi nimeitwa, mimi bwana sijaitwa. Watu wote tunaitwa na mwanamke mzuri. Asema mwanamke huyu mzuri, mfano wake, asema ni kijana aliwahi kumuona mwanamke huyu, akarudi kwa babake mbio, akamwambia babangu, nimemuona mwanamke, sijaona uzuri wake mwanamke kama huyo. Huyo kila siku anambia nioe, twende ukaniposee nimuoe. Baba akafurahi, naye mwanangu leo mwenyewe amependa kuoa. Akaenda naye kule nyumba. Alipomuona yule mwanamke, baba akamwambia, mwanangu, hapo utoshi, hapa mimi ukiwezi chombo hiki. Baba, amekuaje? Na kuleta uniposee mimi, umekuwa mtaka wewe sasa. Asema mwanangu, wewe ataka khibra, ataka experience. Vita vikaanza ya baba na mwana, wapita askari wakawashika, nini vita nini, tupige, wakapelekwa kikati. Walipofika kwenye markaz shurti, kile kituo cha polisi pale, mkuu wa polisi akauliza kesi, sasa mbona baba na mwana wanapigana kwa ajili ya mwanamke aina gani? Hebu mleteni. Alipomwona asema huyu ataka ulinzi, security, huyu ni wangu. Huyu mwanamke kila anayemuona asema ni mimi mpaka rais. Mwanamke yule ikabidi atoe uamuzi,
Jamani, siwezi kumchagua mmoja, nitakuwa nimedhulumu, lakini hapa kuna mashindano. Mtanifukuza mimi, nitakimbia, atakayenikamata mimi ni wake. Watu wote walimfukuza mwanamke huyu, kumbe ametengeneza barabara na mashimo fulani, ana mahandaki ameyafunika. Yeye akifika yuaruka, jamaa ndani, mtoto, baba, askari, raia, rais, wote mashimoni. Mwanamke huyu ni dunia ndio tunaifukuza, na sote atatujaza makaburini. Ni dunia. Kijana aitafuta dunia, mzee aikimbilia dunia, rais aikimbilia dunia, raia aikimbilia, na sote dunia itatujaza wapi? Makaburini. Kwa hivyo tahadhari, dunia inapokuita uweze kupambana na nafsi yako, usiiridhishe dunia, kwani itakukosesha mazuri ya pepo yako. Wa mwisho akamtaja Allah, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, walladhi dhakara Allah khaliyan fafadat aina, ni yule mtu alokaa peke yake, labda kwenye usiku wa manane, nyumba mzima imelala, akakaa sehemu ya kumwabudu Mola wake, aleta adhkar, akafikiria utukufu wa Allah na uwezo wake na utendakazi wake na mabadiliko anayoleta ulimwenguni, mpaka akalia kwamba mimi kiumbe dhaifu na muasi Muumba kama huyu, machozi yakamwagika peke yake, huyu atakuwa chini ya arshi ya Allah tabarak wa taala. Allah atujalie ni katika wale watakaokuwa, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li